Yaani mwanaume cha kumwambia ni kwamba wanaume ni watu wazuri sana, ni vichwa. Biblia inatuambia ni vichwa na ni watu wenye nguvu sana, tunawaheshimu. Ndio maana kwenye kitabu changu nimesema kwamba pamoja na kwamba mwanamke unaweza ukafanikiwa, ukawa na biashara nzuri, vitu vyako vikafanikiwa, lakini still mwanaume anabaki na heshima yake kwamba ni baba. Na lazima umheshimu, umpigie magoti kama wewe ni Mnyakyusa, piga magoti. Mheshimu. Na tunawaheshimu sana, lakini vile vile tunatamani pia kuwa na wanaume wazuri kwa sababu dunia tulionayo sasa hivi tuna wanaume wengi sana waovyo, lakini ninachomshauri mwanaume ni kwamba nawe pia jitambue, hebu kuwa na maono kwamba mimi ni baba wa familia na natamani kujenga familia ambayo itakuwa nzuri kwa dunia yangu, familia ambayo haitaibo. Una imagine baba uko tu unakaa huko, alafu mtoto wako ndo mtoto wa mtaani huko. Na huko unapumua tu huko mtaani. Unaona? Tunatamani kuwa na wanaume wazuri, nawe pia mwanaume uwe mwanaume wa maono ambaye tutafurahi kukuona. Yaani mimi natamani wanaume wote wajielewe. Ndio napambana na wanawake, lakini nikikutana na wanaume pia nawaambia hichi kitu. Wewe ni wanaume wenye maono, wanaume wanaojitambua. Kwa sababu wengi hawajitambui. Yaani hata familia zao hawakei kabisa familia yake. Yaani mtu unakuta anaweza akatoka nyumbani, hasa huko vijijini ambako tunaenda. Unakuta mwanaume anatoka nyumbani, hajaacha hela ya chakula, hajafanya chochote. Na huko anakwenda sio kwamba anaenda kutafuta chakula. Hamna, anaenda tu kupiga kwa story, mwisho siku anarudi. Nyumbani hafanyi chochote. Kwa hiyo haipendezi kuwa mwanaume wa ovyo kiasi hicho. Jamani, tujitahidi wanaume pia. Sio wanawake tu.